Ulipata receipts za school fees yenye ulikuwa unalipa vile ulituambia? Ulimanage kupata receipts? Sikia. Hawa ni watoto wakubwa. Ni pesa nilikuwa nawapatia. Wanaenda wanalipa wanarudi. Na anashuhudia mambo ya receipts bora nione wanaenda shule. Wewe uko unaulizia receipt yenye wamelipa school fees? Walikuwa wanaishi wapi kwa walipia school fees? Wanaishi wapi? Hao wenye ulikuwa unalipia school fees walikuwa wanakaa wapi? Unajua, wacha tuongee hiyo wakati unakuja. Haya, mtazamaji amekata simu. Number 1, vile hatuna kwetu. At least tungekuwa na kwetu, penye hata tunazenda to meet pamoja. Unaenda kama kwenu, uko free, unaenda tu kama kwenu. Hata iwe hiyo nyumba hata hakuna haja ikuwe nyumba ya amani, ikuwe tu nyumba yenye penye tunazenda tuingie, tuna meet kama ndugu. At least tunaita kwetu. Hiyo tu ndio ningetaka tusaidiwe. Pesa mtazamaji, na kukaribisha tena katika channel zetu. Sauti yangu leo si nzuri sana, lakini imebidi tufanye habari hizi. Leo hii tumerudi katika kijiji cha Nyaibasa, eneo la Birongo. Na kuna story moja tulifanya kuhusu watoto 4 mayatima ambao walipoteza wazazi wakiwa watoto wachanga sana, hata wako wameanza kujifahamu. Na sasa wamekuwa watu wakubwa na wote wamemaliza shule, na mmoja mkubwa ambaye ni mwanadada ambaye tuko naye hapa kwa sababu ya shida mbalimbali za kifamilia na mambo mengine ya kukosa wahisani, akaachia njiani akiwa kidato cha 3. Na tulipofanya hii habari kwa lugha ya Kisii, wengi mkasema kwamba hapana kaka, tunataka kuelewa historia hii vizuri kwa lugha ya Kiswahili. Ndio maana tumerudi tena eneo hili ili kujaribu kuzungumza na kidogo tuligundua kwamba Kisii iliwalemea kidogo, hawangeweza kujieleza kikamilifu. Ndio maana tumerudi leo na ajieleze kikamilifu mpenzi mtazamaji. Kidogo tu wala ambao mlitazama kwa lugha ya Kisii, na leo hii basi tunaifanya katika lugha ya Kiswahili. Karibu sana. Unaitwa nani? Naitwa Rebecca Mora. Mmoja wao wa watoto ambao ni mayatima ambao tuliwacha katika kijiji cha Nyaibasa na mama yetu. Nashukuru sana tena pia kurudi mara ya pili. Kwa hakika tulikuwa na mjomba wetu ambaye alituregister kama mayatima. So sisi hatukuwa tunajua. Ndio maana tukapata rafiki mmoja akakuja akatueleza, akatuambia kuna pesa ambazo zinachukuliwa na huyu ango wenu anawasaidia kweli. Alitueleza hivyo kulingana na vile aliangalia hali ambayo tunapitia. Tulikuwa na shida, ikabidi akakuja karibu na sisi. Lakini wakati nilienda kufuatilia hiyo maneno nikapata ni ukweli, huyu mjomba wetu anakula hizo pesa. So tukajaribu kufuatilia kabisa kwa undani ndio tujue kweli hizo pesa kuna uwezekano anakula kitu, maybe ametuwekea mahali inaweza tusaidia ama amezitumia kwa ajili yetu. Ndio maana ikabidi nikaenda mpaka kwa hiyo ofisi. Unaweza kukumbuka ilikuwa mwaka gani? Mwaka ambao aliwasajili kwanza kupokea pesa? Kulingana na vile tulielezewa pale ofisini, tuliambiwa alitusajili, alianza kuchukua hizo pesa 2015. 2015 karibu hapo hivyo November, around November. Na huyu anko yako anafanya kazi gani? Ni mwalimu mstaafu. Ni mwalimu mstaafu. Na nyumbani anafanya kazi gani? Sasa ni mkulima. Mkulima. Pia nilisikia ni pastor wa kanisa man. Ni mchungaji wa kanisa.
Kwanza hapo mkaanza kufuata kwanza kabla hatujaendelea. Your sisters wako your brothers? Wako tu kwa ma relatives. Tulitawanyika tu baada ya mamangu kufa 2007 alituacha kwa nyanya yetu. Hapo ndio tuliketi, tulikaa hadi 2014. Sasa tena pia nyanya yetu wakaaga na babu akafuata tena mwaka uliofuata. Kutoka hapo sasa tukatawanyika, kila mtu akaenda kwa wajomba hadi marafiki. Kwa hivyo tuseme hamna baba, hamna mama, hamna nyanya na pia hamna grandfather. Hakuna, wote waliaga. Sasa hebu tueleze kwa ufupi. Wakati mlianza nataka utueleze process yenye mlifuata kufuata hizi pesa na challenges mlipata mkiendelea kufuata hizi pesa. Okay, tulipoenda hapo kwa ofisi ya watoto hapo Keroka. Tuliandikiwa barua wakati tulijieleza. Hao afisa wenye tulipata wakatuandikia barua, wakatuambia tupeleke hadi kwa assistant chief ndio imfikie huyo anko yetu. Tulipeleka. Vile tulipeleka huyo anko akakuja, ilikuwa inamuita ofisini. Tukarudi mara ya pili sasa sisi. Tulipoketi vile tulifika kwanza kwa hiyo ofisi, hiyo siku yenye tuliambiwa twende. Tulipata ametangulia huko. So kuingia tulikuwa tumeandikiwa saa 4, but vile tulifika hiyo saa 4 tukapata huyo ango wetu ametangulia huko. Ashafika kwa ofisi. Ashafika So hiyo siku kwa hakika hatukuongelelea juu ya hizo pesa na hiyo usajili. Kwanza vile tulianza kuongea wakaniuliza wewe ndio mkubwa, nikamwambia mimi ndio mkubwa. Wakaniuliza tumesikia ulikuwa umeolewa. Kwa nini hauko kwako? Nikamwambia of course kuna unajua vile niliachia shule form 3. Nikapata nimeshika mimba. Kutoka hapo ikabidi niolewe. Niliolewa nikiwa mdogo. Sasa nikapitia changamoto mingi kwa hiyo ndoa. Ikabidi ikanilazimu nitoke. Sasa nikashindwa hii maneno inahusikana aje na kuolewa kwangu na kutoka kwangu hapo penye nilikuwa nimeolewa. Ilinikalia ngumu kujibu hilo swali lakini ilibidi tu. Nikamwambia nilipitia shida mingi ikabidi nikaondoka kwa hiyo ndoa. Huyo afisa mwenye alikuwa huko akaanza kuniambia unadhani sisi vile tuko kwa ndoa tuko na nini na furaha? Tuko na changamoto mingi ndoa unavumilia sijui nini. Kwa hakika story yenye ilikuwa huko ilikuwa different na story yenye tulikuwa tumepeleka. Tulitoka huko na machozi. Hata hatukuongea kabisa kuhusu jambo ambalo lilitupeleka huko. Kutoka hapo tena ikabidi sasa nikarudi tena kwa huyo assistant chief. Nikamweleza hiyo story, nikamwambia sasa nimekuja kwa usaidizi wako. Unaona nitafanya aje? Nisaidie hawa ndugu zangu wengine. Huyu assistant chief maneno alinipea nilitoka kwake na machozi. Nililia, yani hadi saa hii sijui kama hata mtu akinichapa nezalia. Nililia hadi machozi iliisha. Alikuwa ananiuliza umekuja hapa sasa umenieleza hivyo unataka kunikosanisha mimi na mchungaji. Alikuwa anamuita mchungaji sasa. Wanamheshimu mchungaji wa kanisa. Nikamwambia hapana. Ni kanisa gani? Ya Adventista. Wanakuanga na heshima. Sasa nikamwambia chifu pia ni mtu wa Kiadventista. Wanashiriki pamoja. Kanisa moja? So tuseme ni church elders. Wanaitwa mashemazi wa kanisa ama ni deacons. I don't know. Si deacons. Mchungaji. Tuendelee. Sasa akaniambia unataka kunikosanisha, nikamwambia hata mimi mwenyewe sitaki kukosana na huyu anko yangu. So huyu anko yako ama huyu anko yako tuseme ni mchungaji wa chief, wa assistant chief. Yeah. Kwa hiyo kanisa wanashiriki. Nikamwambia hata mimi mwenyewe siko tayari kutukosane na yeye. Akaniambia sasa unataka nifanye aje?
Nikamwambia nimekuja tu kwa usaidizi wako, uone utanisaidia aje ama hata unisaidie piece of advice yenye naweza fanyia. Akaniambia wewe unataka kukosanisha hadi familia. Unataka kuwakosanisha. Akaniuliza na kama usingejua kama aliwasajili huko, ungekuwa unafuatilia. Nikamwambia sasa already nimeshajua. Sasa nimejua, na chenye inaniuma zaidi, shida yenye tumekuwa tukipitia tangu tukiwa wadogo hadi saa hii, tujaiona msaidizi yoyote. Lakini mtu ametumia jina yetu kwa kujifaidi yeye mwenyewe. Nikatoka tu hapo, sasa ikabidi tu nikatoka. Akaniambia mimi hakuna kile naweza kukusaidia. Wewe unataka kukosanisha watu. Ikabidi nikatoka huko. Nikarudi tena nikaenda kwa chief mwenyewe. Nione naye pia ataniambia aje. Yeye vile nilimweleza, nikamweleza sasa hiyo nikienda kwa assistant chief niliendanga mimi mwenyewe. Nikasema wacha nishirikishe hata kazini yangu, tuende na yeye. Tuone yeye atatuambia vipi. Tukaenda na huyo kazini yangu. Tukafika akatuambia, tukamwambia kama amewahi sikia hiyo maneno, akasema hajawahi sikia. Tukamweleza akatuambia, chifu akasema hajawahi sikia. Akatuambia sasa mtaenda mnipe wiki moja, nitawapigia simu niwaambie. Tangu hiyo wakati huyo chifu hajawahi tupigia simu. Hajawahi respond chochote. Ni muda wa kiasi gani umeisha tangu mpeleke ripoti? Tangu tupeleke ripoti ilikuwa last year. I think ilikuwa last year around April. So tuseme ni mwaka mmoja unaelekea kuisha. Hajawahi rudisha tena majibu. So imetukalia ngumu, ikabidi tena tukarudi pale ofisini. Nikauliza huyo afisa, mbona mtushughulikie? Huyo afisa akaniambia sasa wacha niwaandikie tena barua vizuri. Mrudishe sasa tukuje tuongelelee juu niliendanga. Nikamuuliza hizo mabarua zote ziko. Hakuniandikia. Aliniambia ile barua ya kwanza nilikuandikia niende nibadilishe tarehe. Nibadilishe tu hapo tarehe tena nipeleke kwa chief. Haya. Sasa hata hiyo barua ilipofika kwa chief alisema you have tampered with the letters, sijui nini, imetembea kijiji mzima. So tuseme ni kama huyo ofisa alikuseti ubadilishe tarehe. Aliniambia nibadilishe hiyo photocopy tu. Eti nibadilishe nini tarehe. Alafu kuanzia hapo sasa nikairudisha tena kwa huko kwa nini. Huyo chief pia alikasirishwa na hiyo nini. Na hiyo barua. Akasema eti hiyo barua imesomwa na kijiji mzima. But hiyo barua ilikuwa imehifadhiwa tu vizuri, ikapelekwa mpaka kwa mikono yake. Lakini hakuridhika juu maybe kubadilishwa hizo tarehe ni. But sasa tukarudi ofisini. Sasa tulirudi, hiyo mara ya kwanza tukienda ofisini tulikuwa mimi na ndugu zangu peke yetu na huyo anko. Haya mambo ukifuatilia ilikuwa last year. Ilikuwa last year sana ndio tulifuatilia. Tulijua hiyo 2020. Sasa hiyo 2021. Hiyo 2022 ilikuwa tu hiyo kufuatilia, tunarudi tunaenda huku tukienda huku. Tukarudi tena na sasa nikashirikisha my cousin, uncle yangu, sasa ndugu ya mamangu. Kwanza huyu uncle yako ni ndugu ya baba yako marehemu ama ni ndugu ya mamako marehemu? Alikuwa ni ndugu ya mamangu but wanaitana cousins. Nyumba, yani tuseme kwa lugha inayoeleweka ni ndugu ya mama yako lakini wa nyumba hii. Haya, kutoka kwa chief. Sasa tukarudisha hii maneno tena kwa ofisi. Lakini nikashirikisha watu wengine sasa. Sasa huyo ndugu ya mamangu sasa wa real na cousin yangu. Tukafika huko. Pia ilikuwa ngumu. Ilikuwa ngumu hata kupewa nafasi uongee, ilikuwa kazi. Ilikuwa kazi sana. Kama umeulizwa swali, ujibu hiyo swali unyamaze. Lakini ule mzee anapewa nafasi, unasikia tu wacha huyo mzee aongee.
Sisi wengine, hata huyo cousin yangu alikuwa anajaribu ku comment, anaambiwa wewe nyamaza, hujafikiwa, nyamaza kabisa, wewe ujui. Kwa hiyo mkutano yote ya familia mlikuwa mmekaa wapi? Kwa ofisi ya chief ama ofisi ya children's office hapa? Hapo children's office. Hiyo sasa, hiyo nini, hiyo mkutano. Hatukuelewana, hiyo sasa ndio ilikuwa worse. Kwa sababu maneno yalikuwa inaongelewa stories zingine, very long stories, nenye hata haina mielekeo. Ukienda kuuliza sasa hiyo story inahusika haje na hii maneno, unaambiwa nyamaza. So ilibidi tukanyamaza. Hadi mimi nilikasirika, nikatoka nje nikilia. Mwingine akafuata. In short, hiyo story hiyo meeting haikuisha vizuri. Iliisha tu na maasira. Hakukuwa na haki huko ndani. So kutoka hapo tena tukaambiwa, huyo afisa tena akasema eti to meet. Kwanza hiyo siku yenye tulimit hapo hivyo office, hiyo children's office, ilikuwa to meet Girango. Sijui kama unajua Girango. Kuna nini hapo sasa? Gachuba, kuna mahali inaitwa Gachuba. Kuna hiyo alituambia kulikuwa ati kuna ofisi huko tena. Ya chief ama tena yani? Hiyo ya children's office huko Gachuba. Tulienda kwa miguu hadi huko Gachuba. Kutoka hapa kwa ofisi ya Nyamira? No. Ama kutoka sasa nyumbani? Kutoka nyumbani. So unaona hiyo barua alituambia tumiti huko. Tukaenda huko. Kufika huko, tulifika kitu saa 4. Tulingoja mpaka saa 7. Tumeketi tu huko. Tukaona huyo ango wetu na bike, tukienda, si tulikuwa tunatumia miguu. Tena akarudi na bike. Si tukasema maybe ako shughuli zake. Sasa ikafika kitu saa 7. Huyu Lawrence, huyu wa ofisi ya huyu mwenye alikuwa sasa mwenye alikuwa atakuja atumiti huko. Anaitwa Lawrence nani? Lawrence Maera. Sasa akanipigia simu, akaniuliza eti uko wapi? Nikamwambia niko hapa hivi hapa Gachuba penye ulisema tu meet. Akaniambia eti hapana, kuja hadi Keroka. Nikamuuliza sasa, na ulikuwa umeshatuambia tuna meet huko hapa, sasa nitafanya aje tena akaniambia inabidi sasa ukuje. Tena tulitumia miguu kutoka Gachuba mpaka tena hapa Keroka. Hapo Keroka sasa. Ni changamoto kweli. Lakini sasa ilibidi. Hadi huyo anko wangu akona shida ya mguu. Lakini ilibidi akakanyaga miguu kutoka huko mpaka hapo sasa tena. Sasa kutoka hapo tumejaribu kufuatilia hii maneno, in short. Amekataa kabisa kukuwa free. Amekataa. Wakati mlikuja kwa ofisi ya watoto hapa, yeye alikuwa anasema nini? Story yenye anasema, mara ya kwanza, the first story alikuwa anasema eti hizo pesa alikuwa anatumia kutulisha. Hivyo ndio alikuwa anaambia hao afisa. Sasa hii mara ya pili tukikaa tena akachange story, akasema eti alikuwa anatumia aunti yangu mwenye ako ni marehemu sasa, alikufa 2015. Ati yeye ndiye alikuwa anatumia kutushughulikia. Anawashughulikiaje na mko mnaishi nyumbani? Sasa hivyo ndio alikuwa anasema ati alikuwa anachukua hizo pesa anapea huyo aunti yetu. Tukiangalia siku wakati yenye alikuwa anaanza kureceive hizo pesa ni end of 2015. Na aunti yetu alikufa hiyo wakati. I think kama alianza before aunti yangu akufe 1 month before aunti yangu akufe. Na huyo aunti yangu hakuanga mtu wa kuficha siri. I'm very sure alikufa hata bila kujua kama huyo ango ana receive hizo pesa. Wewe ulimaliza shule? Mimi sikumaliza shule, niliacha form 3. Kwa nini? Hiyo changamoto ya maisha. Ukisoma shule ulikuwa wapi? Nilikuwa naishi kwa kina huyo aunti yangu mwenye alikufa kwao sasa. Huko ndio nilikuwa nasomea. Kwa huyo aunti yako mwenye alikufa ameolewa hapo nyumbani? Ameolewa hapa kwa kina mamangu. So ulikuwa unaishi sasa kwao mahali ametoka? Kwenye ametoka sasa. Nani alikuwa anakulipia school fees? Sasa vijana wake sometimes nilikuwa tunalipiwa na hao ma relatives hapo. Na kuna wengi watoto watatu tena, there is one mko na brothers wawili? Brothers wawili na sisters wawili. Na sisters wawili. So
Mwenye anakufuata ni ni brother ama ni sister? Yeye yuko wapi? Yeye alikuanga anaishi kwa huyu mwalimu akiwa mdogo. Ikafika mahali akaacha shule akatoroka. Akaenda kuishi Kijauri. Ndugu yako aliacha shule akiishi kwa huyo mwalimu ambaye anamtesa. Tuseme aliacha kumlipia fee ama alikuwa anamtesa ama mbona akatoroka? Ni kama ni mateso na viboko mingi. Kwa sababu hata kama hiyo wakati nilikuanga mdogo, hao watoto walikuwa wanasoma hapo shule Nyaivasa. Akiteremka akipanda anaamka asubuhi saa 10 akamue. Akikamua ndio aende shule. Sasa hiyo tena lunch akikuja sana kuja lunch lazima afungue ng'ombe apeleke kwanza hadi mtoni, arudishe hizo ng'ombe mpaka penye zilikuwa ndio aende lunch. Sasa ni kama hiyo maisha. Unaona alikuwa anafanya kazi ya kuchunga ng'ombe at the same time anasoma. Sasa ni kama hiyo ndilibidi akatoroka. Aliachia shule sijui ni class 6. Aliachia class 6. Na hiyo time nilikuwa mdogo bado. Akatoroka na hakuna mtu alikuwa anamfuatilia. Akaenda Kijauri. Akaanza kuhustle. Akaenda Kijauri kama street boy. Si alienda tu kama kachokora, sasa tutasemaje? Juu hakuna mtu alikuwa wa kumfuatilia. Akaenda hata mimi mwenyewe sikuwa najua kama ako Kijauri. Nilikuja kujua baadaye. Akaanza kuhustle hiyo Kijauri. Hiyo anachungia watu sasa ng'ombe, analipwa. Ikafika saa ni kama akaanza kujijua. Sasa akaenda kwa rafiki alipatana sijui ni mwalimu. Akaanza anamchungia ng'ombe but anamsomesha hiyo malipo ya ng'ombe. Anapeleka school fees. Analipa school fees. Akajisomesha class 6. Kwanza alirudishwa. Akaanzia class 4. Akaanzia sa class 4. Huyo mtu hiyo malipo yake ya kuchunga ng'ombe ndio ilimsomesha mpaka class 8. Kuna vile tunaweza pata namba ya huyo msamaria mwema? Kwa sasa sina. Yeye ndio naweza muomba. Okay. So yeye ndiye alikuwa anamlipia fee. Sasa kutoka hapo vile alimaliza class 8, akaenda tena kwa rafiki yetu mwingine huko Bogirango. Sasa huko ndiye alifanyia form 4. So anaishi Bogirango huko. Haya. Tuseme sasa huyu anko yako hakukulipia school fees wewe? Mimi hakuchangia. Na huyu ndugu yako sasa wa pili anakufuata, alitoroka kwake akiwa mdogo, so primary yote amekuwa akilipiwa school fees na mtu mwingine. Secondary yote amekuwa akilipiwa school fees akiwa South Mugirango. So tuseme sasa yako South Mugirango. Sasa yako alifanya form 4 akiwa South Mugirango. Haya, the third born? The third born ni huyu sasa sistangu. Alikuwa anaishi kwa huyu aunti yangu marehemu. Hapo ndiye amegrow hapo. Hapa nyumbani ama huko tena? Hapa mahali ameolewa. Hapa nyumbani. Hapa nyumbani sasa. Yeye alimchukua tu kama mtoto wake. Yeye ndiye alimshughulikia vile alikufa, vijana wake wakashikia hapo. Ndio walimsomesha hadi wakati tulianza kupush hizi pesa zitoka kwa huyu anko yetu. Hii sasa form 3. Na kwanza alifika form 2 akaacha, hata yeye pia akaacha shule. Akarudi huku nje kidogo tena after 1 year tena akarudi shule. The third born? The third born sasa wa mwisho. Huyu wa mwisho pia alikuwa anaishi kwa mwalimu. Alikaa huko. Hiyo maisha tu bado. Hiyo maisha ya yeye ndio kila kitu. Yeye ameajiriwa bila malipo pia anasoma. Na sasa akafika class 8. Kutoka class 8 akahepa hivyo. Akahepa na yeye hivyo. Alihepa kwenda wapi? Nasikia ako Nairobi. Kwa hivyo tangu ahepe amjoi kutana. Shule alienda kumaliza? Hakuenda kumaliza, aliachia hiyo class 8 vile alifanya tu class 8 hivi. Yeye akitokanga. Sasa nikajaribu kumfuatilia. Kumuuliza mbona si ungevumilia tu juu ulikuwa karibu umalize shule, ungevumilia hiyo mateso yote bora umalize shule. Na tuseme mlijuaje kwamba sasa ulituambia kwamba kuna rafiki aliwaambia kwamba angu yenu napokea pesa zenu kutoka kwa serikali. Mlijuaje na mkagundua kwamba hakika napokea pesa? Huyo vile alinieleza, hakunielezea mara moja. Alishinanga tu akiinsist. Ananiuliza, nikamwambia si upange basi siku moja unipeleke mpaka kwa hiyo ofisi. Mimi mwenyewe niende nijikonfirmie
before nienda kuuliza huyu anko yangu. Sizienda kumuuliza juu yeye ni alikuwa mwalimu. Unaweza pata amesimamia watoto fulani mahali. Nikaenda ndio akanipelekanga hadi kwa hiyo ofisi. Nikaenda nikaeleza hiyo siku hao afisa waliniattend vizuri sana. Hadi wakafungua files wakanionyesha kila kitu. Wakaniuliza wewe ndio unaitwa nini, ID yangu ina read Rebecca Mora, lakini yeye alikuwa ameniregister Rebecca Kemto. Hiyo ilikuwa jina yangu of course, but mimi nikishika birth certificate nilibadilisha. Yaani ID nilibadilisha hiyo. Mulipata nafasi ya kwenda huyo afisa wa watoto? Aliwapatia nafasi ya kwenda kutafuta bank statements? Alitupatia. Kuna bank statements niliona mko nazo za Equity Bank. Mulipataje? Hizo bank statements ni after unajua vile tulitokanga kwa ofisi, unaona hatukuwa tumeelewana. So huyo afisa akasema twende tuitane familia. Tukae kifamilia, tuelewane, tuone hizo pesa zilikuwa zimeenda wapi. Sasa ndio tukaenda tukakaa. Tukaongea, bado hapo hakukuwa kuelewana. Mtu kwanza mwenye alikuja akafanya hizo bank certificates zikakuja kutolewa ni kijana huyu anko yetu. Sasa huyu mwenye anakula pesa, huyo mchungaji huyu. Huyo kijana yake yeye ndiye alituambia, alisimama tu akasema hii kitu badala inaleta issue, wacha muende bank statements. Juu hizo pesa zilikuwa zinatoka kupitia kwa banki. Hapo ndio tulipata bank statements, but hatukupata zote za hii miaka ya nyuma haziko. Huyo kijana yake sasa ako na miaka mingapi? Ni mkubwa, ako married daddy. Tukitafuta namba yake ya simu atatueleza. Ama ataruka story. Sijui, lakini yeye hiyo siku alisema hivyo. Sasa ndio ikabidi sasa tukapanga tena tukaambatana kwenda kwa bank. Kutoka hapo vile zilitoka nusu, sasa tuna insist tunamuuliza hizi zingine kwani zilikuwa zinaingilia wapi? Asemi. Yeye alikuwa tu anainsist, anasema wapigie hata kama ni hesabu wapewe pesa zao. Lakini huyo baba yao alikataa kabisa. Alikataa. Kwa hivyo tuseme sasa unajua kuna watu wanawatazama pale. Sasa hivi mmekuwa watu wakubwa. Wewe pia una zaidi ya miaka 18. Na ndugu yako mwenye anakufuata amefika miaka mingapi? Tuseme nyote mko karibu miaka 18 kwa sababu hata last born amefika 18 years. Huyu mwenye ako Nairobi hajafika. Hajafika 18. Mkiongea naye kwa simu anakueleza mahali anaishi ni wapi? Hata simu yenye anatumia akitumia leo, kesho ukimpigia unapata mtu mwingine anachukua na kuambia alikuwa rafiki yangu. Tulikuwa na yeye hiyo siku, lakini sasa sijui yako wapi. Hapa nyumbani mahali mlikuwa mnaishi. Kuna mahali mnaweza ita nyumbani sasa. Tuseme mahali kama mtatafutwa nyote. Tuseme kama kuna mtu amejitolea kuwaunganisha nyote sasa kama familia, waende Nairobi watafute hiyo kijana yenu, waende South Mugrango walete huyo mwingine huko, waende walete huyo your sister mwenye alimaliza form 4. Kuna mahali mnaweza ita nyumbani sasa, nyumba mnaweza lala muite nyumbani. Sisi hatuna kwetu. Yenye tunaweza sema eti leo nimeenda kwetu. Hakuna. Hatuna kwetu. Wewe tuseme sasa wewe unakaa wapi? Mimi nakaa Keroka. Keroka. Keroka unakaa kwa nani? Hakuna, si nimerentisha tu nyumba za wenyewe. How do you pay rent? Ninafanyanga kazi za salon. So ni hizo hapo ndio nategemea. Hapo ndio umeajiriwa? Hapo ndio nimeajiriwa. Hapo ndio ninapata pesa ya kulipa rent, pia ya kulisha mtoto wangu. Ebu uko na namba? Tunataka tupigie huyu uncle tusikie kama ako around. Ebu nitafutie namba yake ya simu. Acha tumpigie. Tusikie anasema nini. Anaitwa nani? Nsinya. Anaitwa Naftali Nsinya. Yes, Naftali, habari ya asubuhi. Salama. Ya, huyo ni Rogers, yule mwanahabari alikuwa anafuatilia ile story ya zile pesa za wale watoto mayatima. Ya, ulituambia kwamba tukupatie wakati ujipange. Umekuwa tayari? Okay, ungeniambia jana, nilienda safari jana.
Sasa kile utafanya, wacha nijiulize watu nyumbani, nikifika wanijiulize, alafu nikuongoje. Ulienda safari jana? Niliambiwa ile siku ulienda ukachukua pesa ukawapatia ile siku tulitoka hapa wakati tulikupigia simu. Nilifanya hivyo. Ni hivyo unafanya kila wakati, si leo. Okay, ulipata receipts za school fees yenye ulikuwa unalipa vile ulituambia? Ulimanage kupata receipts? Sikia. Hawa ni watoto wakubwa. Ni pesa nilikuwa nawapatia. Wanaenda wanalipa wanarudi. Na anashuhudia mambo ya receipt, bora nione wanaenda shule. Wewe uko unaulizia receipt yenye wamelipa school fees? Si uko naulizia, lakini zule nilikuwa najua wanaenda kila wakati, hawafukuzwe. Walikuwa wanaishi wapi kwa walipia school fees? Wanaishi wapi? Hao wenye walikuwa wanalipia school fees walikuwa wanakaa wapi? Unajua, wacha tuongee hiyo wakati unakuja. Haya, mtazamaji amekata simu. Nasikia amekata simu. Nilijaribu kumuuliza atueleze. Unajua, mara ya kwanza tukifanya history kwa Kisii, huyu mzee alituambia kwamba yeye ndiye alikuwa analipa school fees ya hawa watoto. Yeye ndiye alituambia. Tukamuuliza tupatie receipts. Akasema hana. Kwa hivyo nasikia leo nampigia simu, ninamkumbusha, namwambia mzee, mimi ni Rogers, yule journalist mwenye alikuwa anafuatilia story. Uko wapi? Amesema ameenda safari, hayuko nyumbani. Haya, nimemuuliza vizuri kwamba je, ulikuwa unalipia school fees? Kwa lugha ya Kiswahili umesikia amesema alikuwa analipa school fees. Na nimemuuliza, hebu nieleze ukilipa school fees. Kwa sababu najua mtazamaji, waje tuambiane ukweli. Wewe kama mzazi ama custodian ama guardian, ukilipia mtoto school fees, hata kama si wako, hata hii serikali inalipia watoto school fees, lazima upeleke detail. Serikali inajua shule unasoma, uko klasi ngapi na unalipa pesa ngapi. Huyu mzee Naftal tumemuuliza vizuri, ndio ulikuwa unalipia watoto school fees, lakini hebu tueleze, wakati ulikuwa unawalipia school fees hawako wanaishi kwako, unajua mahali walikuwa wanaishi? Amekata simu. Tumemuuliza uko na receipts? Amekata simu. Kwa hivyo anyway, sina mengi ya kusema. Wacha nikupatie, labda mkitaka kusaidiwa sasa hivi hamna nyumbani, si ndio? Na vile inaonekana, sijui pesa kama mtaipata, lakini tunajua kwamba kuna wahisani wema pale nje ambao tutashirikiana pamoja ili hii pesa itoke. Mkitaka kusaidiwa sana sana, kuna mtu anatazama angetaka kuwasaidia, mngesaidiwa vipi sasa? Number one, vile hatuna kwetu, at least tungekuwa na kwetu penye hata tunazenda to meet pamoja. Unaenda kama kwenu, uko free, unaenda tu kama kwenu. Alafu hiyo ndio inafanya hata at least kama mtu ingewezekana hizo pesa zipatikane. Kwanza hizo yenye amekula kutoka hapo nyuma juu, hakuna kitu yenye amewahi tusaidia for real. Hakuna kitu yenye amewahi tusaidia. So ingewezekana hizo pesa zipatikane, at least tupate kwetu, hata kabisa of land, hata penye tunaweka tu nyumba peke yake hivi. Hata iwe hiyo nyumba, hata hakuna haja ikuwe nyumba ya amani, ikuwe tu nyumba yenye penye tunazenda tuingie, tuna meet kama ndugu. At least tunaita kwetu. Hiyo tu ndio ningetaka tusaidiwe. Mtazamaji anasema kwamba unajua wako 4 children. Anasema unajua the people who are able out there. Kuna watu ambao wanajiweza na wanatutazama. Biblia inasema kwamba mayatima na wajane they belong to me. That's what the Bible says. So once you oppress the orphans, you oppress your own family. Ukitesa mayatima, unajitesa wewe mwenyewe na watoto wako. Na hawa watoto machozi wanalia kila siku, haitawahi enda chini hata siku moja. Lakini tunaomba, najua kuna watu wanatutazama kutoka mataifa mbalimbali na wahisani wema
watu ambao wana uwezo wa kiserikali, watu wana uwezo wa kibinafsi, tungetafuta namna. Hii story nimekuja hapa mara ya pili kwa sababu mimi ningependa kuona hawa watoto wanaishi maisha mazuri. Wewe unatoka kwako vizuri, unalala, kuna watoto wako mnaishi nyumba nzuri, lakini hawa watoto unasikia mwingine yuko Nairobi, mwingine sijui yuko South Mogrango, mwingine sijui yuko wapi, na huyu bado yuko Keroka. Tungeshikiana pamoja. Kama ni WhatsApp group, mimi niko tayari kutengeneza. Mkiniambia kama ni WhatsApp group, tutengeneze WhatsApp group, tuchange pesa. Hapa Kisii, hapa ndani hizi sehemu za hapa Keroka, shamba sio bei kubwa sana. Tupate kama ni shilingi 1500, half a million. Tupate kashamba kadogo ka plot, wajengewe nyumba hata ya mabati, at least waishi mahali wanaweza itana. Mahali huyu anaweza ita ndugu yake, amwambie bro, umeamkaje? Leo tufanye hii, tufanye hii. Watafute the other sisters wakuje waishi pamoja. And I know unaweza rudi shule. Are you able to go back to school? Mimi nikikuwa sasa unajua nina hustle. Lakini nikuwe ati natoka kwetu naenda shule, mbona nisiende? So na nipate mtu ananisaidia. You are ready to go back to school. Ukilipiwa school fees. Naweza. Ulikuwa na the lowest grade ulikuwa unapata ukiwa form 3. Ni gani? Ile the lowest ama the highest grade? The lowest nilikuwa napata D+. D+. And the highest you've ever scored? Ilikuwa I think C plain. C plain. So mtazamaji, ukisikia C plain, hapo ni wakati yako na stress ya kifamilia. So akipata mahali ametulia blood pure school fees, she is ready to go back to school. Tushirikiane tafadhali. And you know, hakuna kitu kizuri utasimama mahali kuambia watu when you see ulisaidia mtu somewhere. Mimi mkiniambia nitengeneze WhatsApp group, I'll do it right now. Tutengeneze WhatsApp group, just come to my inbox. Tutengeneze WhatsApp group. If you want really to help, tuchange pesa. If we get like ukichanga 500,000, tutafute plot, tununue, iandiko kwa title deed ya wao. Hata huyu mkubwa sasa yako na ID card, title deed iandiko kwa jina lake. Then from there kujenga nyumba hii ya kawaida tu, hii ya kuweka mabati and then wanaboma chini, the normal house hii, it won't cost us like 150,000. So tuseme if we get like at most 700,000, at most 700,000, watafutiwe shamba, tutafute lawyer, tutafute surveyor, shamba itafutwe, waandikiwe chini, watafutiwe title deed, wapewe shamba yao, wajengewe nyumba. So if you are ready, mimi niko tayari, tutengeneza WhatsApp group. Na namba yangu ya simu iko hapo tu. Naweka namba yangu ya simu hapo. So if you are ready, contact me. We come up with a WhatsApp group, tuongeze marafiki. Mtu atoe 10,000, mtu atoe 2,000, mtu atoe 1,000. Hata yeye tutamweka member. So kwa hiyo group afuatilie vile pesa zinachangwa for transparency purposes. Mimi napenda kufanya vitu kwa uwazi. Tutatengeneza WhatsApp group pamoja na yeye, nimweke member, and then from there tuendelee kufanya kazi nyingine. So ladies and gentlemen, that is the request from her. At least they want somewhere they can call home. Mahali anaweza amka asubuhi, aoshe mandugu zake manguo, aanike nyumba. Mahali wanaita home, nyumbani. And I know it is possible. Tukifanikiwa kupata huyu afisa watoto, niko na namba yake. Hebu nimuulize kama yuko kwa ofisi, kwa sababu it's very necessary. Nataka tumuulize kama yuko kwa ofisi, tupitie pale hapa Keroka ili tusikie pia kama nilipewa namba yake last time. Acha nitafute nione kama niko nayo hapa. Okay. Lawrence Maira. Si ndio? Yeah. 67 81 17. Dial 11 for 1 shilling
and 50 cents remaining. Okay. Achukui simu na najua huenda asichukue kwa sababu wakati tulikuwa tunafanya hii story kwa lugha ya Kikisii, tulienda kwa ofisi yake na alikataa kutuzungumzia. Kabisa, alikataa. Tulijaribu. Alikataa kutuongelesha kabisa. Kwa hivyo huenda pia asishike namba zetu. Nataka tuzungumze na a cousin to the lady, na a cousin ni mtoto wa huyo kiongozi wa kanisa ambaye ni pastor. So nataka tusikie kama namba yake ya simu inaingia. Anaitwa Enoch Mukaya. Sikia kama namba yake ya simu inaingia kidogo. Imeingia. Hello. Hello. Yes, Enoch. Yeah. How are you, pa? Fine. Huyu anaitwa Rogers. Yeah. Rogers ni mwandishi wa habari. Mwandishi wa habari? Yes. Yeah. Kuna kesi ninafuatilia tu ya watoto mayatima 4 kutoka hapo nyumbani kwenu. Hello. 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 Network. Tutujaribu tena. Yes, Enoch. Yeah, ni kama network ndio ilikuwa mbaya. Yeah, nasema mimi naitwa Rogers. Kuna story nilikuwa nafanya kuhusu your cousins. Kuna watoto hapa ambao ni mayatima. Na waliniambia ni your cousins. In the process ya kuwa interview hapo katikati walikutaja kwamba siku moja kuna wakati mlienda mkutano wa kifamilia. Wewe pia ulikuwa hapo na wao walikuwa pale. Yeah, sasa nikamwambia nipe namba yako nikuulizie kama wakati mlikuwa kwa huo mkutano. I just wanted your view na vile mlimaliza. Yeah. Si nilijua ile suluhisho ikaisha. Kama tena kuna mambo mengine. Kulingana na wao sasa wanasema kwamba hawajapata haki na jinsi ambavyo mlielewana kwa huo mkutano. Mambo yao bado labda nikiulizia nitakuambia basi. Okay, basi labda wakati mlikaa kwa huo mkutano mlielewana aje sasa? What was the agreement? Tufanye aje, si unipigie jioni. Ndio niko kazi sasa, labda majioni basi. Sawa. Kutoka hapa eneo la Bosongo, kaunti ya nafikiri hapa ni kaunti ya Nyamira. Kaunti ya Nyamira. Constituency ilikuwa Kitutu Masaba. Jina langu naitwa Rogers Kakasungura na natumai kwamba tutapata suluhisho kwa hii familia. Mungu akubariki.